sababu kuu 6 ambazo sababu hizi zinafanya watu wachelewe kuanza biashara. Sababu kuu 6 zinazopelekea watu wachelewe kuanza biashara. Sababu ya kwanza, ajira inawapa usalama. Sawa, ajira, usalama wao ni wa uongo. Sawa, hao watu wako tayari kuajiriwa miaka yao nenda rudi, mshahara anapokea kidogo, ila usalama anaopata kwenye ajira ni kwa kuwa hela ya mshahara anapata kila mwisho wa mwezi. Sawa, na hakuna lawama za moja kwa moja, yaani zikitokea lawama zinakusanya grupu, sio la mwajibikaji. Ila kwa upande wa mfanyabiashara, yaani ukiharibu tu ni wewe umeharibika, unayowajibika wewe mwenye. Ndio maana tunasema sometimes biashara ni ya mtu mwenye roho ngumu. Sawa, ila sababu nyingine ni kusubiria wakati sahihi. Huyu mtu unakuta anakuambia nitaanza biashara ila muda wangu bado. Kwa sababu gani? Anahisi labda biashara anayotaka aifanye inahitaji mtaji mkubwa. Sasa watu ambao wamemaliza vyuo, sawa, au wako vyuoni, wanahisi labda ili afanye biashara ionekane ina make sense inabidi angalau ianzie milioni 5, 10, 15, 20, 30 hadi 100. Hilo ni tatizo. Sawa, ila wengine unakuta hawana elimu ya kutosha. Sawa, nasema yani inakuaje hii kitu, inakuaje? Hata ulipoenda shule ulikuwa hujui kusoma, ila ulilipa ada ukaingia shuleni ukaanza kufundishwa. Na biashara inahitaji uingie kwanza. Usisome biashara kwenye makaratasi. Ingia kwanza ukutane ups and down, ndo utaelewa biashara inafanyaje kazi. Sawa, ila hawa watu sometimes hawana watu wa kuwaelekeza, anakuwa anafia. Sasa nani atanielekeza? Itakuwaje? Nitafanyeje? Nitaanza vipi? Hilo ni tatizo. Sawa, ila huyu mtu anasubiri soko liwe tayari. Unajua sasa hivi nahisi bado, ila kuna muda fulani, msimu fulani ukifika, soko litakuwa liko tayari na nitaweza kuanza biashara. Huo ni uongo mkubwa sana ambao wewe mwenyewe unajidanganya akili mwako. Ila sababu nyingine, mfumo wa elimu, watu waliosoma, mfumo wa nini wa elimu, watu walioisoma. I say huu mfumo watu wameanzishiwa kuajiriwa tokea wakiwa shule, kana kwamba hapa ameambiwa hivi, soma, pata kazi nzuri, subiria mshahara, yani pata mshahara mwisho wa mwezi. Hello, si tunaelewana? Hili ni tatizo. Sawa, hapa hakuna shule yoyote ambayo ilishawahi kumfundisha mtu juu ya nini hatari. Kwa bana, huko duniani kuna hatari, kuna kukosa ajira, kuna biashara unaweza ukaingia ukapigwa, kuna biashara ambayo unaweza ukaanza ukafanya ila ukachukua riski kubwa ukashangaa unapoteza milioni 20, 30 kwa wakati mmoja. Afundishwe hayo mambo, ila hakuna elimu ya uuzaji, jinsi gani ya kuuza, how to sell, ambayo ni number 1 lifestyle. Mtu yoyote ambaye anajua kuuza kitu, huyu mtu anaweza akaishi kokote. Na ndio maana tunasema hivi, mtu ambaye anajua kuuza anaweza akatoka hapa akaenda China, akatoka hapa akaenda USA na akaishi vizuri. Sawa, ndio maana wabongo wengi waliopo Kariakoo wanalalamikia wa China. Wa China wanakuja wanachukua soko letu. Mchina ajui Kiswahili kama unavyojua wewe, ajui Kiingereza kama unavyojua wewe, ila anajua kuwa ninabidi niuze, atatumia skill zote ili auze. Ila wewe nini unachokifanya zaidi ya lawama? Punguza lawama. Sijui tunaelewana? Ila hawafundishi jinsi ya kushindwa bana. Kuna sehemu utaanza biashara unaweza ukashindwa, ni jinsi gani ya kuamka. Tunasema ukidondoka sio tatizo, ila ukiamka, umeamka na nini? Au unasubiri udondoke tena kesho, hilo ni tatizo. Ila hawa watu hawafundishi jinsi ya kujisimamia. Huyu mtu ameandaliwa tokea akiwa shule. Ndio maana ukiwa shule mara una monitor anakusimamia, kiranja mkuu anakusimamia, unakuja kuna mwalimu wa zamu anakusimamia, mwalimu wa darasa anakusimamia, umetoka shule umeenda madrasa, yani unasimamiwa. Ndugu yangu, hilo ni tatizo ambalo liko wapi? Kichwani. Wewe unakuta kuwa mimi siwezi kufanya mimi mwenyewe mambo yangu yakaenda bila nini? Kusimamiwa. Jamani, huyu mtu hajawahi kupewa akili ya yeye kuwa mmiliki, yani kuwa yeye ndo mmiliki bana. Hii biashara utaisimamia wewe na utaiongoza wewe. Hapa ndo wanapenda kutolea mifano ya Wahindi au Waarabu. Ukienda dukani kwao utawakuta hata watoto wadogo, yani mtoto anaanza kufundishwa ni jinsi gani hela inapatikana akiwa mdogo. Ila sasa wewe umefundishwa nini zaidi ya baba yako akikuacha dukani tu, ametokea tu mara moja amekuacha dukani, na wewe unaangalia ni jinsi gani ya kumuibia? Hilo ni tatizo. Ila tunaenda sababu ya 4. Sawa, hii sababu ya 4, watu wengi wako tayari kuweka heshima kwenye jamii, yani eti jamii imheshimu, eti anaogopa watu watasema nini, watu watasema nini. Anaogopa huyu mtu. Kwa nini anaogopa? Kwa sababu
biashara ni ya watu, anahisi biashara ni ya watu waliokosa elimu, hawana shule kabisa, ndivyo anavyohisi yeye. Alafu kitu kingine, wafanya biashara wote wanahangaika. Ni kweli anahangaika, ila huyu akiingiza hela ni ya kwake, sio ya bosi wake. Wewe unaweza ukatumikishwa asubuhi, mchana, jioni na unapewa mshahara hule hule, ila mfanya biashara kadri anavyozidi kuhangaika ndivyo hela inavyozidi kuongezeka. Sijui tunaelewana? Huyu mtu bado anauza tu, yani anajiuliza, huyu mtu bado anauza tu, yani akiona labda unamuuzia kitu fulani anahisi wewe bado unauza. Huyu jamaa hajaacha kuuza tu. Huyu atauza miaka 2, 3, 4, 5, ila maisha yake baada ya miaka 2, 3 wewe umeajiriwa, maisha yako yatabaki vile vile, ila yeye atakuwa ni total different. Yani utakuta ni wa tofauti kabisa. Kama unabisha, tafuta mfanyabiashara mwenye akili timamu na mtafute baada ya miaka 2, 3, utaona wewe mwajiriwa na yeye anayefanya biashara nani ametoboa. Umeona? Watu wengi huwa wanachagua wanasema hivi, ni bora kuwa maskini kwa heshima. Anasema mimi bora niwe maskini, ila siko tayari kwenda kuuza, kumwambia mtu nunua kitu fulani au kuonekana anauza kitu fulani. Sawa, huyu mtu yuko hivyo, ila hayuko tayari kuwa tajiri kwa kudharauliwa. Mmesikia speech ya Baresa? Alianza kwa kuuza ukwaju. Sawa jamani, hizo ni dharau. Ukwaju lamba lamba, ila alikuwa yuko smart, anajua anachokifanya. Sawa, hilo ni tatizo. Sawa, ila watu wengine wengi huwa hawajui wapi pa kuanzia. Anawaza sasa nitaanzia wapi? Mbona nahisi nianze na nini? Nianze ni nini? Sawa, nahitaji kujifunza kuuza, nataka kuuza, ila nianze ni nini? Nianzie wapi? Mbona mtaji wenyewe kama nahisi utakuwa mkubwa sana, nianze na nini? Nianze na mtaji wa shilingi ngapi? Sawa, hivi soko huko nje likoje? Nitauzaje? Wateja wangu watakuwa wakina nani? Anakuwa ana mawazo mengi, anawaza anza kwanza, alafu kila kitu kitakuja. Sawa. Kwa hiyo huyu mtu asipopata ramani huwa anakaa tu anasubiriaga tu one day yes. Hakuna kitu kinachoitwa one day yes kwenye hii dunia. Sawa, tunaendelea hapa. Namba 6. Sawa, namba 6, kukosa mifano halisi ya watu wa karibu yake. Sawa, huyu mtu anakwambia ameambiwa juu ya biashara, anakwambia ila ndugu yangu hajawahi kufanya hiyo biashara, sijawahi kumuona amefanikiwa kwenye hiyo biashara. Hata jirani yangu afanye hii biashara. Anahisi kwamba maisha yake inabidi ayafanishe na ndugu zake na majirani yake. Ila ukija kuangalia, huyu akishatoboa maisha yake ni ya kwake, na wewe jirani akifanikiwa kuna nalo lifanya. Maisha ya jirani ni ya jirani, hayakuhusu wewe. Wewe una maisha yako, inabidi uchukue maamuzi yako binafsi. Sawa? Huyu mtu huwa anabaki kusema kwa sababu hajamuona jirani au ndugu au rafiki au jamaa ambaye amefanikiwa kutokana na hiyo biashara, ubaki kusema hii biashara huenda sio ya kwetu. Hii biashara ni ya watu wengine. Hilo ni tatizo kubwa. Sawa? Ila sasa tukifika hapa kuna ukweli mchungu. Ukweli mchungu. Ukimaliza hapo kutizama video hii, andika ukweli mchungu chini kama umefika mwisho. Ukweli mchungu unasemaje? Wengi wanatamani kuanza biashara wakiwa wamechelewa. Yaani huyu mtu ameshastaafu ndo anataka aanze biashara. Huyu mtu baada ya kufukuzwa kazi ndo anasema inabidi nifanye biashara. Itakuwaje? Ila huyu mtu presha za maisha ziko juu sana. Huyu mtu mwenye presha za maisha ni kwamba hivi kwenye ajira hatakiwi tena, labda umri umeenda, amestaafu au ana skendo, ndo anatamani afanye nini? Biashara. Ila watu wengine huanza biashara baada ya kuwa wamefanya kila kitu kimeshindikana, wameshindwa kwa kila kitu, kila engo wameshindikana. Huyu mtu ndo anasema sasa nahitaji nianze biashara. Hivyo basi, kama wewe unahitaji kuanza biashara ambayo utapata mtu atakaye kufundisha, utapata mtu ambaye atakuelekeza, utapata mtu ambaye atakuonesha njia sahihi ni hii. Je, huko tayari? Na mtaji wenyewe ni mdogo, kuanzia 200,000 na kuendelea. Je, huko tayari? Kama huko tayari, nitumie ujumbe kwenye namba yangu hii ya WhatsApp. Sawa? Andika niko tayari kwa biashara, nami nitakusaidia kuanza biashara kwa mtaji mdogo, ila biashara ambayo itakuingizia kipato endelevu. Asante. Hakikisha unafollow na kulike na kushare ili watu wengi wapate maarifa haya.